Baby, najua umenisumbua sana kuhusu simu. Na kwa jinsi nilivyokuona, nikisema niendelee kuchelewa, sikutakukuta umenuna kabisa. So, nimeona hizi siku 2-3 ambazo tutakuwa tuwasiliane kwenye simu hii hapa hii ya kujishikiza kidogo, nimeitoa pale ofisini ili mradi ufanyeje kujishikiza kidogo. Ni simu nzuri sana, nimeichukua pale ofisini, uzugezuge nayo kwanza mpenzi wangu. Ni nzuri mno. Baby, sasa ni simu gani jamani? Au simu kangafu? Baby, hiyo ni simu ya kujishikiza tu kwa muda. Sawa? Nimekwambia nimekuchukulia macho matatu, inatoka Dubai. Na nafikiri kama baada ya siku 5-6 hivi itakuwa tayari imeshafika. Sawa baby, lakini ona simu gani? Haujaweka cover, hata vibonyezeo vyenyewe hamna. Baby, kuhusu vibonyezeo hii simu mimi nimeitoa pale ofisini haraka. Ni kuwai wewe. Lakini simu pia kama utaona kuna usumbufu, unachukua njiti ya kiberiti. Unaibonyeza tu pap, inawaka mpenzi wangu. Alafu kuhusu cover nitakuletea tu. Alafu si utumie muda mrefu. Hizi siku 2-3 baby, au siwe hivyo bana. Sawa kipenzi? Basi sawa baby, lakini usichelewe basi. Kumbe mtu mwenyewe pumzi kisoda. Oya, itula kunoki hapa ikai fundi simu. Shamba. Amenikimbiza na panga. Unakutana mbio na panga? Kwa nini? Mimi sijui, mimi amenikuta na fundi simu mama. Tulikuwa tunakabidhiana simu. Kuna vielala vyangu mwenyewe nilikuwa naweka, nimwambia fundi anitafutie simu, kanikuta naye pale. Yeye sijui hata kawaza nini, kaanza kumtoa mbio na panga. Hivi huyo ni mwenda wazimu? Sasa anakufukuza na panga ili wewe. Mama, ongea na mwanao nusu aniue. Akuue? Ana uwezo huo wa kukuua? Mjinga mpumbavu huyu, bangi zake ndio zinazomsababisha hivyo, atake kukuua. Mtamkomesha yule. Mbua. Ongea na mwanao, mimi nitakuelewa. Nini? Umeanza mambo yako. Wewe muuzi umemkutana naye Umeanza mkubwa. mambo yako. Sasa umemshikia panga hilo unataka kumuua. Au unatakaje? Wewe. Unatakaje? Nige mingi ukuta vile vile. Wewe, upumbavu wako peleka huko. Unalai mwanao mkubwa. Wewe, ujinga wako acha, mpumbavu mjinga wewe. Miaka 30 unashindwa kujipangia tumba kwa kaka kwako. Unakuja mwanangu kila siku unamnyanyasa. Jinga nini wewe? Peleka huko mambo yako. Na bangi zako peleka huko. Jinga kabisa wewe. Bwana Ramio. Oya, vipi Moxi? Vipi ndugu yangu? Safi mzee wangu. Harakati vipi? Kama kaa. Ile unalala sana. Amna ndugu yangu, si unajua kazi zetu babu. Unahangaika mchana wewe na simu za watu zinakushinda mchana sometime, unatakiwa upate utulivu, unarudi nyumbani usiku. Ukiwa sasa hapo unaona kabisa akili imekaa vizuri, unashughulika nazo unakesha mpaka asubuhi. Ndio mwisho siku hivyo unaamka saa 4 saa 5. Ila mganga wako mzuri. Maana nimeanzia ofisini kwako kwa nimekuta kufuli tu nanichungulia hivi. Nikasema huyu atakuwa kwake. Ngoja nimfuate. Ni fundi mzuri. Sawa. Sasa kuna mgonjwa huyu. Nashukuru. Mimi nafikiri wewe ni daktari wake mzuri tu. Cheki amesumbua nini hiyo mnaita system charge. Yaani unaweza kwa unamchomeka na 2% baada ya kwenda 3-4 ukirudi amezimika. Manake haingizi charge. Sawa. Sasa naweza kusema ni tatizo kubwa pia ni tatizo dogo. Kwa sababu hizi simu mara nyingi sana huwa zinasumbua kibao. Hapa kunakuwa na kibao ambacho ndio kinafanya mawasiliano ya hii system charge.
na pia kuna uwezekano mkubwa ikawa ni AC. Kwa hiyo unaweza ukasema system charge, kumbe ni AC. Mimi ninachokiona, nitaingia ndani nitaangalia, kuna baadhi ya spare zangu nitajaribu kuzifungua niangalie nifunge, kama itakuwa sawa nitakujulisha. Lakini kwa uhakika zaidi hii inabidi uifuate kesho. Sababu leo na ratiba ya kwenda Kariakoo baadaye. Kwa hiyo nikienda Kariakoo kule pia nitaangalia spare, kama nikikosa itakuwa ni uhakika kesho naifuate na kwa iko poa kabisa. Haina shida sana. Basi sawa, hiyo haina shida, nafikiri hiyo imeisha. Sasa wanafanya shilingi ngapi? Wewe ndugu yangu bwana, nitakufanyia tu mandazi mawili. Mandazi mawili? Nitakufanyia 20 kaka, wewe wangu. Siende mbali. Mwacha mambo yako bwana. Yaani system charge 20,000 mzee wangu. Rabio. Mbona 20 kishikaji kabisa kaka? Kaka mimi nakupa 15. Okay sawa. Nipe basi hiyo 15. Basi sawa, haina shida ndugu yangu. Wewe shughulika, nikirudi tunamalizana. Hayo ndo maneno. Basi poa wewe. Rabio jini. Fanya hivyo sasa. Unajua nyie mieyusho, fanya hivyo. Siongei na mchumba mimi. Aisee, uniwe razi nimekuchelewesha. Unisamehe sana. Mtoto mama Chumu hongera sana mamako. Ametoa mtoto mzuri. Sasa simu ya mamako imepona. Ilikuwa tu ina tatizo dogo ambalo nimelishughulikia. Ilikuwa ni system charge. Kuna fuse kidogo ndani zilikuwa zime lose, lakini service iko fresh. So unaweza kwenda kumpelekea. Asante. Na kingine pia, jambo ni muhimu sana hili. Mwambie akiwa anachomeka chaji, ajitahidi sana ile chaji ile akiichomeka. Anaweza kashangaa ingizi. Anatafuta kama kakiberiti hivi au hata kakijiwe, anakiegemeshea hapa pap. Ndio chaji inaingia, kwa sababu kuna virusi fulani humu vinazingua kwenye hiyo simu ambayo nimekupa hapo. Sasa ishakupa yake. Hela amenipa. Mamako ana baya. Kwa hili? Subiri. Unajua Chumu ni mtoto mzuri. Hivi unaweza kanipata namba ya simu baadaye? Tuwasiliane kidogo. Mbona mimi sina simu? Acha mambo yako bwana. Na mimi sina nia mbaya, mimi na nia tu nzuri. Nielewa simu. Sio kwamba ni kijana muhuni, mimi ni mtu ambaye nina kazi yangu. Umeona mimi ni fundi simu, natengeneza masimu mengi tu makubwa, hata mamako mwenyewe ameniamini. Kwa ni kijana mstaarabu, ni kijana ambaye ninaheshimika. Kwa hata napokuomba namba ya simu, nakuomba kwa nia njema tu. Nipe bwana namba ya simu bwana, acha mambo yako bwana. Kweli, sasa kwa nini nikudanganya? Yaani mimi nikunyime namba tu. Wewe, kweli hauna simu? Urembo wote huo? Sina simu, bado sijapata wa kunipa. Sawa, usijali. Sasa kuna simu hapa nilikuwa naitumia sana. Sasa kwa kuwa na mpango kwenda kununua macho matatu, hii nitabidi nikupe wewe. Ni Samsung. Simu moja nzuri sana. Ngoja nikuandikie na namba yangu kabisa. Nimetokea kukuamini. Na imani kwa tutawasiliana baadaye. Na imani utafanya kitu juu yangu. Hii ni simu yangu. Mimi nakukabidhi. Chukua. Yote. Nimekupa yote, jiamini. Asante. Usijali. Na hapo sasa, kwa sababu simu haina line, natumaini swala la line ni swala dogo sana, unaweza ukalimaliza tu. Hapa ni kuli tu namba yangu mnisajili line. Namba yangu nimesave fundi simu handsome, ndio nimesave. Sawa, hamna shida. Chumu, mimi kwa sababu nataka nielekeze zangu Kariakoo sasa hivi. Hapa nataka tu nikaangalie kipolo changu na kipasha moto hapo. Kipo sawa. Niamshi zangu, nafikiri baadaye tutawasiliana bila kama night kidogo, saa 1 saa 2 fresh. Sawa, hamna shida. Chumu. Kwaheri. Haya, baadaye nitakucheck. Chumu twiga jamani, ngamia si ngamia, mtoto mzuri, mtoto mweupe. Sema simu ya watu hii. Potelea mbali. Mambo. Poa. Samahani bwana kwa kusimamisha. By the way, mimi naitwa Ramio Dam.
Wewe unaitwa nani? Naitwa Chim. Chim. Wow. Ese jina lako zuri kama ulivyo wewe. Asante. Chim, samahani. Kuna issue ambayo niko nahitaji kutoka kwako. Kama hutojali lakini. Unaweza ukaniona labda mimi ni mtu wa ajabu sana lakini no way out, inabidi unifanye hivi. Unaweza kunisaidia namba yako ya simu ili baadaye niwasiliane na wewe? Mimi mwenye simu ndo kwanza nimepewa leo, hata line sijaweka. Hapo kwenye nataka niende kwa mama hapo kanisajili line. Basi sawa, yani bado hakuna shida. Naweza nikaandika namba yangu nikaisave kwenye phone, then ukiweka line unanicheki. Sawa. Unasema hii simu amekupa nani? Nimepewa na fundi. Kwa yule Moxie yule si bondeni pale? Ndio bondeni pale kwa chini. Pale kwa nini? Hivi kumbe umshamba eh? Yaani mimi nampa simu atengeneze, yeye naye anaonga, si ndio? Chimwe mtu aende kwanza. Twende tukamalize utata huko. Wewe. Aya, naomba simu yangu. Sasa kaka. Sitaki maelezo mengi bana ndugu yangu. Naomba simu yangu. Ndio nataka nijieleze. Umenielewa sijui Ramio? Mimi kiukweli simu yako nilikwambia kuwa naenda kuitengeneza wapi Kariakoo. Kesho uje uichukue. Lakini kwa bahati nzuri nimeingia ndani, kuna baadhi ya vifaa vyangu. Nikaona kuna simu moja na spare ambayo inafanana na simu yako. Nikaitoa nikaifunga. Kuifunga simu nikaona imeanza kukaa fresh. Kwa ajili ya kutesti sasa. Nikaona nimpe huyu dada kwa sababu alikuja kufuata simu ya mama yake. Na yeye aliniambia hana simu. Na mimi nitaka baadaye kidogo tuwasiliane. Ndio maana nikasema sasa kama ni hivyo, chukua hii simu, nenda kaitumie kwa muda. Mimi baadaye nitaifuata ili nijue imeshapona vizuri kwa sababu mimi nilikuwa busy, nisingeweza kuitumia. Umeona hata sasa hivi kwenye hapa na hizi simu hizi, naenda zangu Kariakoo kuzitengeneza hizi zingine hizi. Simu yako tu imepona, haina safari tena ya Kariakoo. Eti uongo dada? Unajua wewe unaniona mimi mjinga sana. We, alikwambiaje? Huyu aliniambia hivi, kwanza nimefika pale. Nimemwambia nimeagizwa simu na mamangu, akaniambia simu hii hapa, vipi mrembo na simu, nigeni namba yako. Nikamwambia mimi sina simu. Akaniambia hivi, kama una simu chukua simu hii hapa, nenda katumie simu hii hapa. Tena akanipa nzuri, mimi mpaka nikaipenda. Nikamwambia asante. Akaniambia ukifika nyumbani tia line tuwasiliane. Na namba yake ipo mkaisave. Uongo? Wewe Moxie, naomba usinichanganye kabisa. Sawa? Yaani naomba usinivuruge kabisa. Yaani mimi nakuachia simu utengeneze na kuletea nimekuamini. Wewe unaonga simu yangu mzee? Yaani unaonga simu yangu mzee wangu? Sasa hayo yalikuwa ni makubaliano kwamba simu yangu yani ikipona umpe mtu akatesti. Okay, umempa mtu ameenda kutesti kama unavyosema. Alafu amepoteza simu. Wewe ungeniambia nini wewe? Si mambo ya kuomba msamaha ndo angeanza hapo. Sasa yani mimi kiukweli kaka, simu yako nilikuwa na mpango mzuri tu kwamba unapofika unaipata kwa wakati pap ili kulinda uaminifu wangu. Na ndio maana unaona hata hizi simu zingine, kuna hii hapa hii imeharibika interjection ya kwenye AC. Wewe sikiliza, usiniambie mambo ya interjection. Sawa? Hayo mambo mimi sielewi. Kama unanidanganya ni ya kweli mimi sielewi. Kwanza unaonekana muongo sana. Tafuta hela mzee wangu. Tafuta hela, nunua simu mpe demu. Wewe vipi? Hebu nipe simu yangu wewe. Angalia na wanaume wako kabisa ufuvu lako. Wewe. Sasa naomba radhi kwanza kwa hili lililotokea, na usijali pia. Kuna hii nyingine hii nataka nikupe. Yenyewe hii imeharibika tu nyaya. Kuna nyaya imekatika hapa ya mic, lakini ni nzuri na chat. Nataka mpango wetu uendelee vile vile. Hii hapa itakusaidia kuchat. Ina mpaka WhatsApp hii.
Yaani WhatsApp nimedownload. Kuna walokuambia shida WhatsApp yako. Tena unikome na kuanzia leo usinijua usinifahamu. Na ukiona nakatiza njia yoyote, hata kuniongelesha usiniongeleshe. Mazoea na wewe yashakufa kuanzia leo. Sio nielewa? Muizi kibaka fundi simu wewe. Mamangu, nimepata simu kutoka nyumbani. Hali ya bibi ni mbaya. Nahitajika nyumbani. Unasema unasumbuliwa na nini hasa? Bibi anasumbuliwa na tatizo la moyo. Kwa nadhani nahitaji kwenda kujua tunaenda kufanya nini sasa. Okay. Sawa. Kama amekupigia simu maana wanahitaji uwepo wako. So wewe nenda kaangalie hali ilivyo, lakini kama utaona hali yake si kubwa kihivyo, basi jitahidi wahi kurudi. Unajua mimi nikienda kazini hii nyumba inabaki peke yake hapa. Na hatuwezi kuamini huu mtaa jinsi ulivyo. Yeah. So sawa, mimi siwezi kukukataza. Sawa mama. Sawa. Yaani ndio umepakia kabisa na manguo hivyo? Hukuacha hata nije nikusaidie kupakia hizo nguo? Mume wangu, nilipopigiwa ile simu, nilihisi kuchanganyikiwa. Neno ndo tatizo la wanawake. Na react mapema sana. Sawa? Kisa, kwa nisikizi. Choka sana. Kuna makazi huko ofisini, mpaka nasemeke nini. Aya mume wangu. Mzani sawa ni waka. Sasa Helen, unajua umeniahidi vitu vingi sana. Halafu umetimiza vichache. Vingi hujatimiza. Mbona nifanyia hivyo mpenzi wangu? Najua mpenzi wangu. Lakini naomba nipe muda kidogo. Kila kitu nikiweke sawa. Na kuhusu swala la simu, usijali. Muda sio mrefu utaipata simu yako. Hello baby. Hello mume wangu. Vipi, umefika salama? Salama tu, za kwako? Na hali ya bibi umekutaje? Kwa kweli hali ya bibi sio poa. Anaumwa sana na hapa tuko kwenye process za kesho apelekwe kufanyia operation. Kwa hiyo inahitajika kila mtu tuchange 50-50. Usijali, hiyo kuhusu 50 wala usijali, nitakutumia muda si. Kata tu simu hapa, nitafanya transaction ili uweze kupokea hiyo pesa. Lakini pia kuhusu bibi wala usitie sana hofu, unajua huyo ni mtu mzima. Na magonjwa yanapoingia yanaingia na nguvu, na hao watu wazima wanakuta kinga yao ya mwili imeshuka kidogo, kwa hiyo ndio maana wanakuwa na hali kama hiyo. Nafikiri kitumia hizo dawa atakuwa sawa, na tumuombe ili aweze kulikava. Sawa mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia baby. Okay. Kwa hiyo hapa bibi nani? Mimi ndo bibi naumwa. Ila nyoko. Kwa nini? Unajua najaribu kuwaza hapa. Kwa jinsi ulivyo mzuri hivyo.
umeenda kuangukia kwa yule kibabu. Kibabu. Kina hela lakini. Karibu sana mwanzo. Asante. Asante sana. Nikasema leo hapana, hii mechi inabidi kaangalie kwa kaka. Na umefika wakati mwafaka, naona ndo anaingia hapo. Okay. Na Tanzania nzima macho yetu yako pale. Kaka mkubwa. Unajua sio kawaida yako. Mimi nimezoea nikija hapa, wewe umekaa sofa hili, mkao umekaa sofa lile. Pachangu ametoka kidogo. Huko kijijini kwao kuna shida, kuna bibi yake yule mzaa mama. Wanasema ana tatizo la moyo. Unajua watu wazima tena. Ukishaenda shangaa mara pressure, mara kisukari. Sasa kwa sababu na wao wajukua kwa wawili, yeye na dada yake. Kwa hiyo akamwona aende kusaidizana kwa sababu mtu mzima yule lazima asaidie. Nimeona nyona niko mwenyewe tu hapa. Mimi nimeboeka nikasema sijui nitoke, aje nikasema wacha nisubiri game kwanza. Wahenga walisema mtu atakunyima hela, lakini maneno hawezi kukunyima. Wakati nipo katika mahangaiko yangu ya upambanaji, leo bwana nikawa nimeomba fedha kidogo na ndugu yangu. Nikasema acha nikamtumie. Wakati nipo na malizia kuitaja namba yangu, ile nageuza macho yangu mbele kutazama, na muona shemeji yangu anatoka kwenye hivi vibanda vya ice cream. Na muona anatoka, sio anatoka tu, na muona anatoka na mwanaume. Subiri kwanza. Shemeji gani unayemzungumzia hapa? Mke wangu mimi? Mimi mkeo sijui kaka. Mimi mkeo sijui. Kwamba nimfananishe? Sio kweli.